Na hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi imezindua mfumo mpya wa teknolojia ujulikanao kama kugundua iwapo mama anavuja damu kwa wingi baada ya kujifungua, ili waweze kumpa matibabu kwa upesi kuokoa maisha yake. Uvujaji wa damu kwa wingi baada ya kujifungua ni tatizo ambalo hugunduliwa baadaye kama mama amevuja damu kupita kiasi, na uvumbuzi huu unatarajiwa kuzuia wanawake wengi ambao wamejifungua kuvuja damu kwa wingi. Uvujaji wa damu kwa wingi baada ya kujifungua, maarufu postpartum hemorrhage, ndio chanzo kuu cha vifo vya kina mama baada ya kujifungua. Kulingana na shirika la afya duniani, 27% ya vifo vya kina mama hutokana na uvujaji wa damu kwa wingi. Hospitali ya Malindi inapanga kutatua hili baada ya kuvumbua mfumo wa kumwangalia mama kwa kupima damu anayovuja baada ya kujifungua. Kifaa hiki kilichoundwa na kitambaa cha Macintosh, mama huvalishwa baada ya kujifungua na kukaa nacho kwa muda. Mama atalazwa kitandani akiwa amevalia kifaa hiki, kisha kuna sahani ambayo ina vipimo inawekwa pembeni mwa kitanda. Kisha damu atakayokuwa anavuja mama itakuwa inatiririka kwenye bakuli hii, na damu hiyo ikipita milimita 300, basi mama huyo atakuwa ameanza kuvuja damu kwa wingi. Kisha kengele itagongwa kuwaita wahudumu wa afya kumpa mama huyo matibabu ya kuzuia uvujaji wa damu hiyo. We are still able to diagnose postpartum hemorrhage quite early, and with that we have seen a reduction in the number of mothers who we are having very bad we used to previously have very bad outcomes for. So initially we'd have to struggle with trying to look for blood to transfuse these women. Some needed who had developed acute renal issues had to be dialyzed, and some needed ICU care, and some were lost. So now we've seen a reduction in that. Hospitali hii inatibu wagonjwa kutoka Malindi, Magarini, Kilifi na wataalamu wanasema uvumbuzi huu utawapa afueni kina mama wengi. Have roughly 80 to 100 deliveries in a week, and about 6% of those will develop postpartum hemorrhage. So that's quite a big number, and we've been trying to reduce the severity of that by bringing the number down by accurately estimating the blood loss. Kina mama pia wanaojifungua wamekumbatia matumizi ya teknolojia hiyo. So we explain to them what it is and why we need to keep it on the mother, so she sees that she's even being monitored. For her, she sees the importance that you're actually putting a device on her that is clean, that is going to monitor her for the next 1 hour after she delivers to ensure that she doesn't bleed. Teknolojia hii kwa jina e-motive ilikuwa mafunzo ambayo yalikuwa yanatumia kifaa hiki cha plastiki, lakini baada ya mafunzo haya kukamilika, iliwabidi waguzi wa hospitali hii ya Malindi kutengeneza kifaa chao ambacho wangeendelea kukitumia. Wahusika katika uvumbuzi huu ukiwemo chuo cha Nairobi wanasema wito wao ni kutaka kuona kifaa hiki kinatumiwa katika hospitali zote nchini ili kuzuia vifo vya kina mama kutokana na uvujaji wa damu kwa wingi. Postpartum hemorrhage is a big issue. In Kenya, we have about 5,000 maternal deaths that happen every year. And of the ones that are measured, we have about 40% of the maternal deaths. These are women who are dying as a cause of bleeding after childbirth or during childbirth. Only about 50% of postpartum hemorrhages are diagnosed. So what we wanted to do, to develop a solution to pick up postpartum hemorrhage early and also diagnose it accurately. Belden Waliaula, KTN News. Na waziri wa elimu Profesa Ezekiel Machogu pamoja na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja wametia